Empatia hii picha. Juzi tu unatoka kumzika ndugu yako, halafu leo unasema ngoja niende kaburini, unashangaa unafika na mwili haupo. Wewe ungefanyeje? Hiyo ndio habari iliyomkuta Maria Magdalena, yeye pamoja na wenzake. Alfajiri na mapema wamefika kaburini na wakashangaa mwili wa Bwana Yesu haupo. Walishtuka sana. Wakaenda wakamuita Simoni Petro, na mara baada walipoingia kaburini, ajabu hazikuishia hapo. Wakashangaa kwamba pale mahala walipomlaza Bwana Yesu kuna nguo ambazo alizokuwa amevikwa nazo wakati amezikwa. Zile nguo zilikuwepo zimewekwa pale, lakini katika maandiko yanasema kitu cha ajabu sana. Ni kwamba ile leso ambayo alikuwa amevikwa usoni ilikuwa imekunjwa vizuri na imewekwa pembeni. Katika kitabu cha Yohana mlango 20:7 utaona habari hiyo. Hii inamaanisha nini? Kuelewa hii ni lazima tuangalie utamaduni waliokuwa nayo Wayahudi. Wayahudi walikuwa na utamaduni mmoja. Baba mwenye nyumba akiwa anakula, kuna yule mfanyakazi ambaye anasimama pembeni. Baba mwenye nyumba akimaliza kula, anachukua kitambaa chake, anajifuta ndevu zake, alafu atakitupa pale mezani. Hiyo ilikuwa inampa ishara kwamba yule mfanyakazi kujua kwamba okay, master amemaliza kula, acha niende nikachukue vyombo nikavipeleke jikoni. Lakini baba mwenye nyumba akisha kula, halafu akainuka na akachukua kitambaa na kukikunja na kukiweka pembeni, hiyo huwa inatoa ishara ya kwamba atarejea tena. Kwa hiyo ilikuwa na ujumbe mkubwa kuhusiana na kile ambacho kilitokea kwenye kaburi la Bwana Yesu. Kile kitambaa kilichokunjwa na kuwekwa pembeni, hiyo ilikuwa ni ishara ya kusema kwamba mfalme atarejea. Hivyo mwana wa Mungu, ni kusihi kitu fulani. Usiishi hapa duniani kama vile mtu ambaye hana hofu ya Mungu, kwa sababu ipo siku, sio kwamba tu Bwana Yesu alifufuka, lakini ipo siku atarejea na wewe itabidi utoe hesabu ya matendo yako. Hivyo hakikisha unapoishi hapa duniani, ishi vyema. Hakikisha unaishi kama mtu ambaye ana hofu ya Mungu. Usibebe chuki ndani ya moyo wako, usibebe uchungu, usibebe wivu, usibebe tamaa mbaya, na wala usibebe tabia zilizo za kishetani. Na kuombea mwana wa Mungu, unapotazama video hii, acha katika msimu huu wa Pasaka, acha ile nguvu ya ufufuo ikafufue ile hofu ya Mungu iliyozimwa ndani mwako. Acha nguvu ya ufufuo ikafufue ile kiu ya Mungu ya kutaka kumsogelea zaidi na zaidi, ifufuliwe kutokea ndani mwako. Uenende kama mtu anayempendeza Mungu. Uenende kama mtu anayebeba nuru ya Bwana. Uenende kama mtu yule ambaye amependwa na Mungu. Katika jina la uweza la Yesu Kristo. Amen. Shalom.